Shalom, shalom. This is Apostle Francis Goel. Ninapenda kukukaribisha kusikiliza podcast yangu na nitakuletea mfululizo wa somo la kukuza viwango vya imani au kushughulikia ugonjwa wa kutokuamini ambalo linatoka katika kitabu changu mwenyewe nilichokiandika cha kukuza viwango vya imani. Msingi naamini sote tunajua kuwa lengo la dawa kuwepo ni kutibu ugonjwa fulani unaoleta udhaifu mwilini. Na nukuu maneno ya Yesu mwenyewe, wenye afya wahitaji tabibu, bali walio hawawezi. Sikuja kuwaita wenye haki, bali wenye dhambi. Marko 2:17. Neno tabibu kwa Kiyunani ni iatros. Na mgonjwa kwa Kiyunani anaitwa kakos. Kwa maana ya mgonjwa mdhaifu kimwili au kiroho. Yaani mtu mdhaifu kiroho anaitwa asiyeamini. So mtu ambaye haamini anaitwa mgonjwa. Na mwenye haki anaitwa diakos. Diakos ni mtu asiye na hatia, mtakatifu, safi, mwenye maadili mema. Na mwenye dhambi anaitwa hamatoros. Hamatoros manake ni mdhambi, mkosefu, mtu asiye amini au mtu muovu. Sasa angalia hapo kwenye hilo neno la Marko 2:17. Hilo neno la Marko 2:17, Yesu alizungumza lugha ya kitabibu. Yani he was an acting physician. Anasema watu walio wazima hawahitaji tabibu. Utaona neno lilotumika pale limetumika la Kiyunani inaitwa iskuo, ambao iskuo manake ni watu wanaoweza, wenye nguvu, watu wenye uwezo, wenye nguvu. To have force or to be able to prevail, any people can do anything. And you can't do isa. Katika tafsiri ya kiroho, mtu pekee anaweza kufanya jambo lolote ni mtu mwenye imani. So to be faithless is inability, in a supernatural inability to perform, to do anything. So anasema wenye imani, wenye kuamini hawahitaji tabibu. So physician, iatros, physician, mtu ambaye anakupa tiba kwa sababu ya ugonjwa ulionao. So nadhani sote tunaelewa ujio wa Yesu ulikuwa na lengo maalum la kuleta ukombozi kwa wanadamu wote duniani. Yesu alikuja duniani akawa mwanadamu kamili. Na hakuona kule kuwa sawa na Mungu kama ni kitu cha kushikamana nacho. Akakaa kwetu, akaishi maisha matakatifu kama shule kwetu. Kisha tukauona utukufu ule wa Mungu. Sasa Yesu anatupa kielelezo cha maisha yake. Anatufundisha kuwa maisha ya imani yanawezekana. The life of faith is possible. Ukisoma Luka 4:18 utaelewa kazi kubwa za Yesu zilikuwa ni kuhubiri habari njema kwa maskini. Kwa Kiyunani protokos, wahitaji, waombao, maskini. Kuwaponya waliovunjika mioyo. Kwa Kiyunani tu suntribo, kuharibika jumla, watu waliopoteza tumaini. Kuwahubiria ukombozi mateka, wafungwa ambao wanaweza wakawa kivita au mateka walioshindwa vita. Kuwaponya vipofu, tufros,
vipofu kwa macho ya mwilini au vipofu kiakili, wasio na ufahamu, maarifa, wajinga, na kuwatangazia uhuru, maraki aphesis, msamaha, waliosetwa, yani walioharibiwa na shetani. Kwa hiyo kila mara injili au mahubiri ya Yesu yalikuwa na lengo la kutimiza kazi aliyoitiwa duniani, ambayo ilikuwa ni kukomboa kilichopotea au kuwatoa kwenye uharibifu wa shetani watu wake. Asa Biblia inasema kwa kusudi ili mwana alidhihirishwa ili kusudi aziharibu kazi za shetani. So hata sisi wahubiri ametutuma duniani tukahubiri injili kwa kila viumbe vyote, na atakayeamini, yani atakaye kuwa na imani ya Yesu au kuamini uungu wa Kristo au kuamua kumtegemea Mungu au kusadiki kwa Kristo tu na kubatizwa, ataokoka. Bali asiyeamini atahukumiwa. Kwa nini Yesu kabla hajaondoka aliosisitiza wanafunzi wake wafanye jambo lile lile alilolifanya yeye? Nao walifanya, na mitume kwenye nyaraka mbalimbali wanatusisitiza na sisi tumwamini Kristo na tuhubiri injili yake duniani. Kisoma kwenye Yohana 14 mstari wa 12 mpaka 13, Yesu anawasisitiza wanafunzi wake kuwa hakika ukiniamini mimi, naam, kazi zile nilizozifanya utafanya kubwa kuliko hizo, maana mimi naenda kwa Baba. Tena itakuwa utakaponiomba neno lolote kwa jina langu nitawapa. Yesu anasisitiza kuwa kufanya miujiza na ishara kubwa sio kipaumbele chake, wala sio jambo la kumtishia amani. Wala haogopi kuona wanafunzi wake wakitoa mapepo na kuponya wagonjwa. Tena akawaambia kwa kama wakimwamini watafanya makubwa kuliko yale aliyoyafanya. Lakini shida yake kubwa, alitaka wamwamini yeye, wamsadiki, waitii imani na fundisho lake. Kwa sababu mfumo wa kiroho ambao unatupa matokeo kama waliyopata mitume ni kufuata prescription, kufuata ule mtiririko wa maelekezo ambayo walipewa kwanza mitume, nao wakayaacha kwa kanisa. Yesu aliona kuwa hapa duniani tatizo kubwa ambalo linawatesa watu wengi sio magonjwa, umaskini tu wa fedha, sio utumwa tu, sio mahusiano, sio tatizo maana yote aliyalipia kikamilifu pale msalabani. So popote pale tunapolalamika kwamba shida A na B na C, it is a result of lacking understanding. Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa sababu Biblia inasema wakati Yesu amewekwa msalabani kwenye Yohana 19:30-31 anasema imekwisha, kwa Kiunani teleo, imekamilika, imelipiwa kamilifu, imemalizika. Biashara kati ya Yesu na shetani ya kununua watu wake ilikwisha msalabani. There is no any further business between Jesus and Satan. Ndio maana Biblia inasema, je, pana ulinganifu gani kati ya Beliali na Bwana? Pana ushirika gani kati ya dhambi na utakatifu? Hakuna, kwa sababu biashara ilikwisha pale Golgotha. Lakini bado anatuagiza tuendelee kuhubiri injili kwa kila kiumbe na tuwafanye mataifa kuwa wanafunzi ili wamwamini, maana hakuna namna nyingine ya kuwa salama hapa duniani wala kuokoka pasipo kumwamini Yesu Kristo. Hapa kitu cha msingi sana ambacho kila mtu Mkristo anatakiwa kujua, kuwa mwanafunzi wa Yesu, kuwa mwanafunzi wa shule ya imani, it's an important part in our Christianity. Kuwa mwanafunzi wa neno la Kristo ni sehemu muhimu sana kwenye maisha ya Ukristo.
kukaa nje ya imani ni kuwa nje ya mfumo unaokulinda kama Mkristo. Sasa nafikiri itakuwa rahisi kwangu kuendelea kuleta ufafanuzi kuhusu mada hii ambayo nimeileta kwako ndugu yangu, mpendo wangu, kuhusu kushughulikia ugonjwa mbaya wa kukosa imani. Kumbe Yesu aliposema wagonjwa ndio wanahitaji tabibu na alikuja kwa ajili ya wenye dhambi, alimaanisha alikuja kwanza kuwafanya wasioamini wamwamini, kisha airuhusu nguvu yake iwaponye magonjwa na udhaifu wote wa mwili na maisha yao yawekwe huru. Sababu unaweza ukawa umepona kwa maana umepata dawa ya ugonjwa, lakini possibilities za kuendelea kupata maambukizi zipo. Sasa when you are being given the prescription or the word of God, manake unapata vaccination ya kuwa huru. Ndio maana Biblia inasema kwenye kitabu kile cha Yohana sura ya 8 mstari wa 31 anazungumza kwa habari ya mtaifahamu kweli, nayo kweli itawaweka huru. Anasema mtaifahamu kweli, nayo kweli itawaweka huru. So it means the truth of God, kweli ya Kristo ni vaccination, ni true medicine ambayo itakufanya sio tu upone, unapona na unapoteza unakuwa na immunity, unakuwa na kinga ya kutokuugua tena. Chanzo cha imani ni nini? Biblia inaweka wazi kuwa imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Rumi 10:17 ili ni andiko ambalo watu wengi sana tunalisoma na tunalikalili. Anasema imani chanzo chake ni kusikia. Chanzo chake ni kusikia. Let's read this scripture. Neno la Kiunani kusikia ni akoe, ikimaanisha kusikiliza kilichosemwa, kuelewa kilichosemwa kwa sauti, taarifa, tetesi au tangazo. Listen. Anaposema imani chanzo chake ni kusikia, we hear from the voice of God. We hear from the laws, from the regulations, principles. Biblia anasema mahali fulani, Yesu anasema kondoo wangu wanaisikia sauti yangu, nami nawajua. Kondoo wangu wanaisikia sauti yangu. So Yesu anamaanisha nini? Ile hali ya kuitwa kondoo sio kwamba ni unyama, no. He is talking about the nature of sheep. Asili ya kondoo ni kuwa mwanana, to take the orders from the master or the shepherd. Ni kusikia kutoka kwa mchungaji. Kusikiliza kwa maana ya kusikiliza kuna kuelewa. So anasema kondoo wangu wanaisikia sauti yangu. Kutega sikio, kuwa msikivu na kumfuata. Hapo ni Yohana 10:27 sema pakulotheo. Kwa Kiunani wamaanisha kuungana, kuambatana au kuwa mwanafunzi, kuwa mfuasi wa Kristo. So ili uweze kuwa mwanafunzi wa Yesu, kigezo cha kwanza ni kusikia sauti yake. Huwezi kuambatana na mamlaka usioisikiliza. Hauwezi kuambatana, kujitiisha au kuwa mfuasi wa mamlaka ambayo sauti yake hauisikilizi. Na is talking about the rema, spoken word of God. Kulichukulia, kuzingatia na kulitilia umaanani
neno linatoka kwenye kinywa cha Mungu. Neno la Mungu linasema mwanadamu hataishi kwa mkate, bali kwa kila neno litokalo kwenye kinywa cha Mungu. Yesu wakati mmoja anazungumza na wanafunzi baada ya wale watu kumwacha. Biblia inasema nanyi mwataka kuniacha? Aliwauliza Yesu, nanyi mwataka kuniacha? Biblia inasema wale kwenye kitabu cha Yohana 6:67 sasa basi Yesu akamwambia wale tenashara, je, ninyi nanyi mwataka kuondoka? Basi Simoni Petro akamjibu, Bwana, twende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima wa milele, nasi tumesadiki tena tumejua ya kuwa wewe ndiwe mtakatifu wa Mungu. Listen. The journey of disciples, safari ya mitume ilianza na kuchaguliwa. Lakini ili mitume wawe wafuasi wa Yesu, ili wagharimu kumsikia Yesu. Listen. Ili mamlaka ya Yesu ichukue nafasi ya kukuongoza kwenye maisha yako, lazima uchague mwenyewe kuisikia. Haumchagui Yesu kuwa Bwana, yeye ndo anakuchagua, lakini wewe unayo nafasi ya kufanyaje? Kusudia, kuazimia kutoka moyoni, kuitii mamlaka ya Yesu Kristo. Listen, bado nasisitiza kuwa ukiweza kusikia neno la Kristo itakuwa rahisi kumwamini. Kuamini sio jambo la mara moja, remember, mind you, bali ni endelevu. Maana kwa kadiri mtu anavyoendelea kusikia habari, ndivyo anavyoshawishika na kuamini. Ndivyo anavyo prove it is true, it is good to be true. What is the good news? Nini maana habari njema? Nini maana injili? Ni habari njema za kuaminika. Good news to be true. Habari njema za uhakika. Imani ni mtindo wa maisha endelevu wa kusikia neno la Kristo kila siku bila kuchoka. Neno la Mungu linasema watamuitaje yeye ambaye wasiyemwamini? Watamuitaje yeye ambaye hawakumsikia? Watamsikiaje pasipo mhubiri? Let's learn something here. Hebu tujifunze jambo hapa. Kama tulivyokwisha kuona, imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia uje kwa neno la Kristo. Lakini mwandishi anasema huwezi kumwamini Mungu bila kumsikia, na huwezi kumsikia Mungu bila kumsikiza mhubiri. Mhubiri kwa Kiyunani anaitwa keruso, mliaji wa kwenye hadhara anayetangaza habari njema za wokovu, yani neno la Mungu. Kwa maneno mengine ni kuwa mhubiri kazi yake kubwa ni kuwashawishi watu na kuwashauri watu wote duniani ili wamwamini Yesu kama Mwokozi kupitia neno. Au shawishi watu kupitia maneno yako. A preacher doesn't provoke people. Hachochei watu waende kwa Yesu kwa maneno yake. You never succeed. Unatumia nini? Neno la Kristo. Na hilo neno ni spoken word, rema. Sio story. Not Bible narration. Sio hadithi za kibiblia. Rema. Kwa maneno mengine, swala la kusikia ni endelevu. Kama unataka uwe na imani imara, thabiti, komavu, lazima uendelee kulisikia neno la Mungu kila siku kutoka kwa mhubiri au mchungaji wako, ili ujengwe na kukomaa imani yako. Kisoma kwenye kitabu kile cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 12, akuanzia 11, anasema wengine aliwaita kuwa mitume, na wengine manabii, walimu, wachungaji na wainjilisti, ili kanisa lifanyeje? Ili kuwajenga watakatifu. Kuwajenga. You see? Kuwajenga watakatifu. Kwa nini watu wengi wanahudhuria kanisani lakini hawabadiliki na kuwa na tabia za Kikristo, hawaponi magonjwa wala shida zao? Sababu kubwa ni kutokuamini kwao. Watu wengi wanaenda kanisani kwa mazoea, desturi, utaratibu wa kidini, au wasionekane waovu, lakini hawana imani. Hatuendi kanisani kwa sababu
yoyote ile, isipokuwa tunapelekwa na imani yetu kwa Mungu tunaenda kumwabudu. So kila tendo linaloendelea kwenye maisha ya ibada ya muamini linagharimu imani ili lizae matunda au liwe na maana. Kwa sababu jambo lolote, tendo lolote lisilotokana na imani ni dhambi. Unataka kumhubiri, unakuta mhubiri anahubiri vizuri, anawaita watu mbele wenye mahitaji mbalimbali na kuwaombea, anatabiri madhabahuni nabii, lakini bado akishuka madhabahuni utakuta kuna msululu wa watu akimfuata nyuma ili awaombee, tena kibinafsi. Shida ni ile ile, huu ni ukosefu wa imani. Hebu jaribu kuwaza, upako wa madhabahuni na tofauti gani na wa ofisini? Au nikikuombea mbali na nikikuombea ukiwa karibu kuna tofauti gani? Lazima tuelewe kwamba imani ndio inaodaka uponyaji, sio hisia. Sio swala la ukaribu au umbali wa muombeaji. Huwa napenda kusema imani haichagui umbali, popote inaponya na kuleta majibu. Lakini kikwazo kikubwa ni mashaka na maswali juu ya nguvu za Mungu. Kuna tofauti ya kuhoji juu ya uweza wa Mungu na kuhoji juu ya utendaji wa nguvu. Ability. Uweza wa nguvu, utendaji wa nguvu za Mungu. Utendaji wa uwezo wa Mungu. Many people are very questioning about the working of the power of God. Mara nyingi kwenye mikutano mikubwa ya Injili, Yesu Kristo alipoletea wagonjwa aliwaponya wote, lakini alisikika akiwauliza, amini tu au imani yako imekuponya, usitende dhambi tena. Hebu tuangalie habari ya mwanamke aliyetokwa na damu miaka 12 kisha akaponywa kwa kuligusa pindo la Yesu. Can you ask yourself, is this even possible for someone to be sick for good 12 years? And now you come to tell me aligusa tu pindo la vazi akapona. Come on, how is it possible? Mwanamke mmoja mwenye kutokwa na damu muda wa miaka 12 aliposikia habari, listen, it all begins with a hearing. Faith huanzia na kusikia. It doesn't need for someone to be far or nearby. Ni kusikia. Imani, uponyaji wako upo karibu sana na wewe. Okay, angalia neno hili linavyosema katika kitabu kile cha Warumi sura ile ya 8 mstari wa 10. Biblia inasema Warumi 10:8 nadhani 10:18. Yes, yanenaje lile neno li karibu nawe katika kinywa chako na katika moyo wako, yani ni lile neno tulihubililo. The word is nearby you. Aliposikia habari za Yesu alipita katika mkutano kwa nyuma akaligusa vazi lake, maana alisema nikiagusa mavazi yake tu nitapona. Maana alisema nikiagusa mavazi yake tu nitapona. Mara chemichemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule. Akamwambia, binti, imani yako imekuponya. Jesus didn't tell that damsel kwamba nimekuponya. He straightly alimwambia, imani yako imekuponya, we mzima, usiwe na msiba wako tena. Marko 5:34. Listen. Kwa nini Yesu alikuwa anazingatia sana imani ya yule mtu? Jesus alikuwa kusudi kuperform mazingaombwe. Alikuwa kusudi
kukupa uponyaji wa muda mfupi. Jesus alikuwa anakusudia kukupatia permanent miracle, permanent healing. So for someone to experience a permanent healing, it requires the understanding, it requires the faith, it requires kuwa na usikivu endelevu wa neno la Mungu kwenye maisha yake. Yesu aliwaponya vipofu wawili, lakini kabla hajawaombea aliwauliza, mnaamini kwamba naweza kufanya hivi? Wakamwambia, naam Bwana. Na bado alipowagusa akamwambia, kadiri ya imani yenu mpate. Listen, kadiri, why kadiri ya imani yenu? So ufungulivu wao ulitegemea na kiwango chao cha imani. Wasingeamini wasingepona, wangeamini kidogo wangepona kidogo, wangeamini kawaida wangepona kawaida, wangeamini kwa ukubwa wangepona kwa ukubwa. Kumbe hata Yesu mwenyewe katika siku za ubinadamu wake aliwataka wanaoombewa wasitegemee tu upako wa mwombeaji, bali wawe na imani. Ni maombi yangu Mungu akupe roho ya imani na ukapate suluhu ya magonjwa, changamoto na shida zote. Omba Mungu akupe roho ya kuamini. God bless you. This is Apostle Francis Goel.